Welcome to Udaku Zone, your number one Udaku channel. Trending news, entertainment, gossips, rumors, utazipata zote. Na kabla tuendelee na mbele, tafadhali subscribe for more updates. Endelea huko. Nairobi pia tumefikiwa. Niaje kijana? Waitwa nani? Naitwa Steven Gachanja Githende. Steven Gachanja Githende. Nini inaendelea hapa? Nimesikia ulikuwa unataka kutoroka wakati umeniona. Nini inaendelea? Nimeshangaa tu. Kushangaa. Mbona unashangaa? Hata hujui nini inaendelea? Ni mimi na I'm hugging a tree. Umeamua kuhagi mti? Kwa nini? Just to raise awareness about my brother's sickness. To raise awareness for my brother's sickness. Your brother is sick? Yeah. Ako na shida gani? Ear problems. Yeah. Masikio? So, iko na shida gani haswa? Moja isikii, ingine inasikia. How old are you? I'm 14. 14? So why did you decide to just come and hug a tree? It was a decision made by me. Yeah. You just decided you need to hug a tree? Yeah, for what? I didn't know of a better way to inform the world of this. So I just decided to do something that I got inspired from Trufena Muthoni. Yeah. Haukuwa inspired na Pastor Irungu? Jina tu nimepotea. Trufena ndiye alinspire nyinyi wote, wewe na Pastor Irungu. But you are a very young man. Umekaa hapa siku ngapi? Nilianza Wednesday. Wednesday? Yeah. Wednesday? Leo ni Friday. So Wednesday mzima ulikuwa hapa? Kuanzia saa ngapi Wednesday? 7 p.m. 7 p.m. Wednesday? Yeah. Na tena? Thursday. Thursday pia? Yes. Na leo? Yeah. So unamaliza saa ngapi? Leo 9 a.m. 9 p.m. 9 p.m? Yeah. Una represent Kenya naona? So your brother kuna shida ya masikio, si ungempeleka hospitali yetu ya county ya TB? Tulienda India in 2018 na tulireferiwa turudi tena, lakini tuliona kwamba ako sawa. Mliambiwa mrudi India? In 2019. Mkaona ako sawa? Unajua. Alafu nini kafanyika? Alafu hii mwaka kwa na matatizo ya health issues. Hiyo masikio bado? Sasa hii masikio imeweza kufika sema globally kwa mwili yake. Na kwa mgongo inaendelea kuwa mbaya. Hiyo masikio. So mnataka kumrudisha India? Yeah. Hauwezi mpeleka Kenyatta kwa sababu tuko na wataalamu. Mbona ni India? I think India have the best doctors. India have the best doctors. Huyo brother yako ako wapi? Ndio tuone. Nyumbani. Nyumbani. Mimi nataka brother yako nimuone. Unajua hii town tusipate ni mchezo ya town kwa sababu wewe ni mtoto mdogo, huwezi danganya, lakini I would like to meet your brother. Yeah. Ako wapi sasa hivi? Mirema Road, Safari Park Gardens, Gate B. Nipatie namba ya baba yako. Unaweza mpigia? Ile hiyo ndio inatumwa M-Pesa? 07 0722 22 244 244 686. Bas. So. Huyo mzee namjua. Huyo mzee alikuanga advisor wa Sonko, wa political advisor. Si ndio huyo? Mpaka nimemsema baba Sonko. Singeenda Songolea muokolee. Sababu yeye ndiye alilea Sonko. Si unaona nimemsema? Mpaka ako na namba yangu. Huyo mzee akichukua utasikia ako na namba yangu. Kwa hivyo si mchezo ya town? Si mchezo. Ni real? Yeah. Wacha nimpigie ndio huyo atachukua simu yangu utasikia. Namjua huyo mzee? Yeah. Alikuwa advisor wa Sonko, hakuwa political advisor. Alikuwa advisor, one of the advisors wa Governor Sonko. So naona nimemsema baba Sonko. Yeah. So huyo mzee alikuwa advisor wa Sonko na yeye ndiye alilea Sonko. Si nikupeleka tu kwa Sonko tumalize hii kitu. Ngoja na wewe. Haya, nitapigia former Governor Sonko sababu ako na kichele amsaidie.
Lakini kwa sababu ni challenge lazima amalize 50 hours. Kama ni aje? Acha nimalize alafu utaendelea na hiyo. Hautaki kuachia njiani, hujachoka? Naona hata huku nyasi nimebadilisha hadi rangi. Hujachoka bro? Nimechoka. Umechoka sana? Umekula? Haujakula? Umekunywa maji? Haujakunywa? Nimekula tu glucose. Glucose? Energy. Haje. Madaktari wako wako wapi? Sina daktari. Mimi na Mungu. Hauna daktari? Wacha ni organize saa hii serikali tukushughulikie. Tume wataalamu wetu wakuja wakupime. Achilie. Si ati waachilie. Nataka tume wataalamu wetu wakuje wakupime pressure. Unajua mimi ni katibu mkuu wa ushirikisho na huduma kwa wananchi. Hata niambiwa kuna mwananchi hapa ameshikilia mti, sikuamini. Dr. Sam, habari yako? Mzima chief. Nimekuomba nikuweka on loud speaker sababu wananchi hapa Jivanji wanakusikiza. Sawa. Kuna kijana amehagi mti. Toka Wednesday. Na kwa hapa Jivanji na tunaomba utusaidie na wataalamu wetu wakuja wampime. Huyu ni kijana mdogo asihagi sana mti, tupata anaumia 14 years. 14 years. Anafanya ile challenge Anafanya ile challenge ya raise funds for his brother who is sick. Na tungependa kuja wapime pressure, wapime sukari. Asianguke kama irungu. Sawa. Lakini huwezi anguka, you are a strong man. Na hajakula, anakula tu glucose. Glucose tu? Sawa. Tutapanga tukuje tu monitor his glucose to take other vitals. Please, naomba utusaidie. Kwa sababu umesema kwa Jivanji Gardens. Niko Jivanji Garden hata saa hii. Ndio tutumia watu wa emergency wa hiyo, si saa hii wakuja waangalie. Sawa. Niko tu hapa na wategea. Nisaidie. Okay. Haya. Sawa. Haya tumana apime. Unajua hapa ni capital city, lazima apate huduma. So ndugu, hujachoka kabisa? Hii glucose nani alikuwa anakupea? Hii ni glucose ama nini? Sasa umeshikilia hivi unapewa na kijiko ama unajilisha? Kijiko. So hujaachilia. We, ni wangapi walimuona jana alikuwa? So amelala hapa? Mimi ndio nilala. Na kuna security yake iko wapi? Akona security? Hadi tulikuwa na mimi na huyu. Nataka kujua kwamba kama akona security tupeane security kama serikali. Nataka tupeane the security sasa. The government will take over this operation now. Ilikuwa yenu now, the government of Nairobi will take over. Huyo ni security? Tulikuwa mimi na tulikuwa waine. Sawa, acha ni mlikuwa notify kama county government? Mlikuwa mmeandika barua? Ikastampiwa. Wewe Swale, nenda wapi? Watu wangapi wako hapa wanasonga hivi? Nataka kuna watu wakutizame na wakureizie fans. Facebook ni wangapi? Na TikTok? Yes, kwa wale ambao mnanitizama na kutizama huyu kijana. Unaitwa nani kijana? Steven Gachanja Githende. Huyu anaitwa Steven Gachanja Githende. Anafanya challenge ya 50 hours. Nairobi sasa tuko na wetu. Sasa hatuendi mlima tena. 047 tuko na challenge yetu. Na hii ndio ya mwisho sasa, huyu ndiye anafunga challenge. Unajua Nairobi ndio ya mwisho. Ndio. Mtu mwingine sasa akuwe creative, atafute kitu kingine afanye. Kabisa. Kwa sababu huyu kijana mdogo ndio tulikuwa na msichana ambaye alikuwa Gen Z. Wewe ni Gen Z ama ni Alpha?
Gen Z mwingine amekuja kijana. Unajua Pastor Irungu yeye alikuwa amepita kwa alikuwa miaka ngapi? Yeye alikuwa millennial, alirepresent millennial. Challenge sasa imefungwa. Challenge ya kuhagi mti tumefunga kama Nairobi, na huyo kijana akimaliza 50 hours yake. Nimeita wataalamu madaktari wetu wakuje wamkague, waangalie, wampime pressure, waangalie sukari na kila kitu, kisha aendelee na challenge mpaka amalize. Na akimaliza tufunge. Wengine wanataka challenge nyingine, watafute nyingine, wakoe creative. Hii ya mti imefanya nini? Imetosha sasa. So ni kijana ambaye ameamua kufanya hii challenge kwa sababu ya brother yake. Brother yake ambaye ni mgonjwa, anahitaji matibabu, anataka kumpeleka matibabu India, lakini pia nitafuatilia nione kama hiyo matibabu inapeanwa katika hospitali zetu za kaunti ya Nairobi ama iwe ya serikali ama kibinafsi, aweze kupata matibabu. So we must support this young man and this challenge as a government of Nairobi. Serikali kuu ya gatuzi la Nairobi lazima imsupport, na pia tutahakikisha pia maafisa wetu wa kupeana usalama security usiku watakuwa wanasaidiana na wale wanamchunga, na madaktari wetu watakuwa wanakuja wanamonitor na kufuatilia ili amalize challenge yake ya 50 hours. Kwa hivyo ni kweli amekuwa hapa. Unajua Nairobi ni mji wa wajanja. Jana ulijaribu kunipigia? Hebu kama utueleze. Jana ulijaribu kunipigia? Jana jaribu kupiga saa kitu kama saa ngapi hapa? Hata jana hata leo nimepata message kama umefungwa simu. Nataka nikueleze kwamba katika mji wako kuna nataka usaidizi. Kwa hiyo hapa tangu jana, ndio kijana. Nilikuwa na mama alikuwa anakupiga masaji kidogo juu. Sasa wewe wacha niwape namba ya simu sasa, mtume kitu. Msonge nyuma hivi, kama una pesa usonge nyuma. Tunataka tu create space, tumpatie hewa pia tupumue. Unajua tukimkaribia na tutamnyima hewa. Unajua wakati mnapumua hewa wengi mkiwa karibu mnamnyima hewa. Sasa hii mahali tunataka msonge, mcreate space ndio hii challenge yake iendelee vizuri. Watu tu wa media ndio mtabaki hapa karibu, na kila mtu mwenye ako na simu sasa atoe. Nataka mpost Nairobi yote, Kenya mzima ijue kijana ako wapi. Ako hapa. Sasa kila mtu ni journalist. Wale wengine hamna, mko na katururu. Nataka kila mtu atoe simu. Hata kama una bundles utaenda uweke nyumbani kwa wifi pale town nini? Mko ready? Wale wako na simu wote wakuje hii side. Madam, pita na hiyo iPhone yako hivi, hata kama ni XTG bado inachukua. Naomba wewe madam una simu? Huyu mrembo hana simu? Maisha moto. Ndugu una simu na venye umevaa miwani vizuri hivi? Toa simu, tunataka tu promote huyu kijana. Unajua watu wa Mlima walipromote mtu yao akakuwa kila mahali. Kwani nyinyi Nairobi hamwezi promote mtu wenu? Tuna promote. Naona mimi nimemweka hapo na uochiwa na watu 1000 wameona sasa Nairobi tumefukiwa, ni wakati wetu sasa. Na hii ndio challenge ya mwisho, hatutaki kuona nyingine. Huyo mtoto ndio wa mwisho wa miaka 14. Wewe, watu wa kamera, karibia hivi bro na hiyo simu sasa, na usimamishe hivi ya TikTok inasimamishwa. Songea huyo jamaa huyo wa miwani huyo. Wa iPhone mbele. Kama una simu sikiza bana. Na watu wenye hawana simu wasikize, wasiongee. Simamisha hivi. Video ya TikTok unasimamisha. Pita hivi, wewe sasa ukiturekodi kwa mgongo nani ataona huyu kijana? Kuja upande huu. Madam mrembo. Kumbe uko na simu mzuri hivi. Kuja hapa. Msongee mademu, msiwashike. Madam, kuja hivi. Alafu uweke flight mode ndio usipigiwe. Weke flight mode. Nataka Kenya mzima ijue. Simamisha simu hivi bro. Mko ready? Watu wa iPhone mbele, watu wa Android nyuma. Simamisha hivi. Na wale walipa mdogo mdogo hakikisha kwamba umelipa isifungwe. Tukirekodi. Sawa? Mko sawa sasa, mko ready? 1 2 3, mko ready? Sasa tuanze. Kuna mmoja.
Yako imejaa, delete video 1 2 ndio create space. Yako ifanye. Oh. Mtafute power bank wale mnakaa na yeye. Mko ready? Kila mtu ako ready? Unajua sasa na mkimaliza unaweka kwa platform zako zote tu promote huyu kijana. Ndio watu wajue Nairobi tumefikiwa, challenge sisi ndio tunafunga. Unajua nini? Kama county zenye hazijafanya wakuwe creative sasa. Unajua Mudhoni alikuwa wetu wa Nairobi, tukamdonate akaenda kufanya challenge huko. Alafu Pastor Irungu tulimdonate huko, alikuwa ni mtu wa Nairobi. Na kijana yetu ndio huyu. Sasa wengine watafute challenge yao ama ni aje? Kabisa. Yetu ndio tunafunga ya mwisho. Uje hapo kwa sawa. Yes, wananchi wa Nairobi, wa Kenya, wale mnatutizama sasa, Nairobi tumefikiwa. Na sisi ndio wa mwisho tunafanya challenge ya kuhagi mti. Huyu kijana ni kijana mdogo sana ambaye ameamua kuhagi mti, ameshikilia mti sasa, amehagi mti, ile challenge ya Trufena. Yeye amesema ndugu yake ni mgonjwa. Ndugu yake ni mgonjwa. Alikuwa na shida ya masikio, wakampeleka India. Baada ya kumpeleka India, akatibiwa, akarudi, kisha tena akadevelop a problem. Na wanahitaji pesa ya kumpeleka kwenye matibabu, na pia nimemweleza kwamba tutaangalia kama hiyo matibabu inapatikana huku tuweze kumsaidia. Lakini kwa sababu matibabu haipatikani vile amesema, sio mimi nimesema, ni yeye amesema anataka kumpeleka wapi? India. So tunawaomba muweze kusimama na yeye, ni kijana mdogo. Na pia I have an appeal to make to all the governors of the 47 county governments. We really need to work on our health infrastructure, provide facilities for the people, especially health facilities, so that people will not be running to India to seek medication. We have to make our India in Kenya. The same way they say that we need to be like Singapore, we don't need to be like Singapore. We need to be Kenya, which is better than Singapore. So, huyu ndugu naomba tusimame na yeye. Nataka tueleze, ongea kwa sauti, najua sugar zimeshuka kidogo. Atueleze mbona ameamua kufanya hii challenge na ni kwa nini na ameenda masaa mangapi. Kisha appeal to Kenyans, ile support anataka kutoka kwa Kenya. Na mimi kama katibu mkuu wa ushirikisho na huduma kwa wananchi gatuzi la Nairobi, nimefika leo ndio nimejua kwamba kuna challenge hapa Nairobi tumefikiwa. Nimeitisha maafisa wetu wa ambulance waweze kufika hapa, waweze kumpatia huduma ya kiafya, waweze kupima sugars, wapime pressure, wapime temperature yake, wamwangalie, wachukue damu pia waende wapime wapate kama ako sawa, so that kijana yetu aendelee na challenge, amalize 50 hours. Anafaa kumaliza leo jioni saa 3 ya usiku. Na masaa yamebaki ni machache ili aweze kumaliza. Kabla azungumze, wacha nipiane namba yake ya simu ya M-Pesa. Kila mtu aponyeshe M-Pesa, mtume hata shilingi 10, 20, sababu nyinyi wa Kenya wote. Wengine mfurize. Na wale walipa mdogo mdogo ya simu utume kabla ifungwe. Namba ya simu ni 0722 224 0722 244 686. Unajua kijana amechoka, shuga zimeshuka. Hatutaki tumupatie pressure mingi, aongee sana. Ameni brief na nimejaribu kutafuta babake mzazi. Alikuwa hapa usiku mzima hajaamka, ni kama akona simu. Ni 07 acha niangalie namba ya simu ya mzazi. Tutumie ya baba ndio kwa nini. 0722 244 686. Hiyo namba ya mzazi ya M-Pesa ya unaweza fuliza hata 10 bob kama una. Alafu bakisha kulipa mdogo mdogo. Namba ya M-Pesa
0722 alafu 244 686. Na pia naomba media houses zote, kwa sababu Nairobi ndio iko na media houses zote, mkuje hapa Jivanji, mkuje mchukue story ya huyu kijana, muiweke kila mahali ili tuweze kumsupport. Ama ni aje? Kabisa. Wale wako na bando sasa wanaizingia TikTok na Facebook live. Tumemaliza ile nilikuwa na address. Ingia sasa Facebook na TikTok live, mpatie views. Watu wamuone. Ama ni aje? Kabisa. Una jambo unataka kuambia Wakenya? Uko na nguvu ya kuongea? Labda kidogo tu ya kusema kwamba ningefurahia sana kama watu wangedonate hata kama ni kidogo, kwa sababu even ikikuwa 99 bob, one bob can make a difference. Na tusaidiane. So far wazazi wamekuambia mmechanga ngapi? Sijapiga simu. Lakini wananipigia. Mzee jana alikaa paka 4 am. Na namba ya mama 07 22 57 30 82. Wacha nipigie mamake mzazi nimuulize kama anajua mtoto wake wa miaka 14 ako wapi. Na mbona mtoto hajaenda shule? Unajua ni mtoto wa miaka 14 ako hapa. Mbona hujaenda shule kijana? Niliona tu. Uko class? Nenda. Hello, Msidia. Habari yako? Salama rafiki yangu, habari ya maziko? Mzuri, unajua nimeshindwa kwani kijana alitoroka nyumbani, nimepata kijana yako hapa. Kijana sasa yuko huko. Nashindwa muona. Hata mimi nakuja huko. Kijana yule ndugu yake. Kuna kijana tulipeleka India, hata tukiwa na watu wenu wa kule City Hall wapi. Wakati ulikuwa advisor wa governor. Nilikuwa advisor wa governor. Tukampeleka India na akawa mzuri na amekaa sasa miaka 7. Na akawa mzuri na mambo ikaendelea. Lakini unajua shida kubwa ni membrane ya macho ya sikio. Unajua hiyo ilikuwa akawekwa ingine. Sasa hiyo nayo tukafikiri itakaa. Juzi 3 months ago ilipasuka na ile uchafu ukaanza kuingia. Na ikiingia ndani unajua inaform usaha. Hiyo usaha ukilala na pande hiyo utaiona kwa pilo. Lakini ukilala pande hii nyingine inarudi inaenda kwa brain. Na kwa macho sababu ya hiyo ENT. Sasa ikiingia kwa brain, that is where the most destruction is. Unaanguka. Imekuwa very imenisumbua. For the last 3 months mimi nimekuwa ni hiyo ni kazi. Na najua kuna pesa yangu huko haijalipo huko, ya watu wangu haijalipo huko City Hall. Ndio tafuatilia ilipwe. Ndio tufuatilie, ndio sababu ya hii mambo. Isinisumbue tena. Unajua uzee nao. So unataka kumpeleka India? Hata kwenda India Bangalore Hospital. Hata anangojewa, hao ni watu tunazungumza hata kwa simu. Wanamngoja? Wanamngoja. Sawa. Mimi nimekuja hapa kumsupport. Nataka ni organize pia madaktari wetu waje hapa wamwangalie. Ndio. Na pia nataka Wakenya waanze kumchangia. Ndio. Tumfundraise, tuone what we can raise for him. Basi yeye huyo kijana sasa amejitolea. Afanye vile watu wanafanya kule Murang'a. Aliona vile yule pastor na watu wake vile walifanya, akachangia watu wao wa mambo ya kansa. Naye alipoona hiyo ndiye alikuja akaniambia, mimi hata nilistuka sana, akaniambia mimi pia wacha nichangie ndugu yangu. So ameamua kumfundraise. Amefanya mfundraise. Hata hiyo wakati hapa walipoenda India, huyu kijana alikuwa mdogo na walienda na yeye Agricultural Company. Unajua wakati huo mambo ilikuwa mazuri kidogo, sio kama sasa. Mabei nini whatever, so walienda wote. Ndio maana nilikuwa nataka confirm nijue kama ni wewe. Na sasa since nimeconfirm, huyu ni Gachanja. Acha nijulishe Wakenya kwamba sasa Nairobi wajitokeze tu support huyu kijana na brother yake aende atibiwe. Na pia
tusimame na yeye, na pia this is a message that we really need to work on across the country on our healthcare systems. Ndio. So that they serve the people and the needs of the people. So asante sana mzee. Asante sana. Na hapa yule daktari wangu hajalipwa. Nakumbuka yule. Sana, nitafuatilia. Lakini sasa, thanks very much. Yes. Na sister yake ndio huyu. Wewe dada. Huyu ni dada? Oh, nilo umedunga hivi, unajua sijaona vizuri. Waitwa nani? Wangeshi. Wangeshi, naona mnafanana, photocopy. Ndugu yako naona ako hapa. Wewe ndio unamchunga? Umekuwa hapa siku ngapi wewe? From Tuesday 7. Hujalala pia? Nikuoga tu na kurudi. Unaenda home unaoga unarudi. Unalala unarudi. Mimi ni shida. Simngepiga shift na huyu anafanya mchana anafanya usiku. Lakini challenge ni yake. Challenge. Na daktari mwana anamwangalia? Mamangu. Fundi kienyeji. Daktari wa kienyeji? Mganga ama unajua sijui, lakini hii Mungu ameiangalia. Mguu inauma? Atakuja ifanyie mpango yake. Mguu inauma? Hakuna watu wa kufanyia massage? Na pia wewe ndio unafanya massage? Hebu kuja, wewe ndio daktari wake wa massage? Daktari wake wa massage ndio huyu. Huyu ni Champe. Champe, wewe ndio daktari wa massage? Mafuta iko wapi? Mafuta, unajua huwezi massage nini? Wapi mafuta ya massage? Amevalia dongo. Lakini si unainua juu na nini? Huyu ni security huyu? Santo. Wako kwa mshahara yako? Unawalipa ngapi kwa siku? Kitu ni kujitolea. Ni kujitolea? Sawa, mimi nitawanunulia chakula muendelee kuchunga yeye. Thank you. So, asante sana daktari. Umehitimu, umesomea massage? Nilikuwa scout. Ile ya scout? So nataka kuomba zile jana niliambia wale watu wa massage ile happy ending hatutaki Nairobi, tunataka tu massage ya kawaida. Na kama kampuni yako ama unafanya massage, kuja mtusaidie hapa kijana angaliwe hii miguu yake ifanyiwe massage ili isikae sana. Watu wa Nairobi tuko na all the services. Na pia wataalamu wetu nimewaita waje waangalie vile huyu ndugu apimwe pressure na hizi vitu zingine. Kila mtu aingie live mwenye ako na bundles. Mwenye unaweza hotspotiwa. Na pia wengine mnaweza tap the screen. TikTok yako iko wapi? Ingia TikTok yako live. Halo? Halo, habari yako? Kuna kesi iko hapa Jivanji. Sijui kama Dr. Sam amekupigia. Hawaja nitumie namba. Find out alafu nitumie namba. Anaitwa Masila. Hebu nisomee namba yake. Uko na namba yake? Sasa niko nayo, nitaitisha hapa. Mpigie mwambie niambie mali yako. Harakishe. Watu wangapi wanatazama hapo TikTok? Tuwaambie sasa Nairobi tuko na yetu. Yes, Nairobi tumefikiwa ni kijana wa miaka 14. 14 years old. Unaenda form 1 ama anaenda form 3? Unasoma hii system mpya ama ile ya kitambo ya Kibaki? Na Moi. Ile ya Moi. 844. Yes, ni kijana mdogo amejituma, unaona ni Gen Z. Gen Z watatuonyesha mambo kuanzia Mudhoni, na ombi langu akimaliza hii challenge apelekwe State House apatane na president. Ama ni aje? Hapo. Unajua ama Gen Z lazima wafike State House. Kabisa. Pastor Irungu na yeye pia apelekwe State House. Unajua boy child, tuangalie maslahi ya boy child. Unajua girl child wamekuwa empowered. Sasa is the time to also empower the boy child.
Hapa Jivanji nikitembea napatanga ni boy child wamelala tu. So we need to look on how we can empower the boy child. Wacha ni find out ambulance imefika wapi. Nataka msonge hivi tupigwe picha ya media. Media msonge hivi. Wenye wako hapa, media wanaweza maintain. Utapiga kutoka wapi? Sawa. Wengine wote msonge. Halo, habari yako? Niko hapa Jivanji Gardens. Kwa hii challenge yetu naomba mje msaidie hapa kidogo. Mkofa. Umetoka Mkuru? Sawa, kuja direct hapa Jivanji. Na tagia ndio nitoke. So like how many minutes? Sawa, harakisha basi. Sawa, piga hiyo. Songeni hivi kidogo. Watu wasiingie kwa wale nataka mtoke hivi kwa hii frame ibaki picha yake ya media bana. Msonge hivi. Ume nini? Jerry. Tuangalie huko. Sawa, songa madam nipigwe na yeye yangu pia na yeye. Maliza hiyo. Sawa, mnaweza rudi sasa. Ndio ipigwa tena sasa mkiwa. Alafu nataka uchukue nini unitengenezee saa hii. Wale ambao mnatutizama mlisema kwamba Nairobi hatuna. Nairobi sasa tumepata yetu. Yetu ndio hii ya Nairobi. Na sisi Nairobi hatunanga haraka. Tunategea mnafanya yenu ya 72 hours, ya 78 hours ilifika 79. Na sasa sisi tumesema yetu ni ya 50. Hatunanga haraka. Yetu ni 50 hours. Na kijana ndio huyu. Na unajua huyu ako na 14 years. Sasa angekuwa na 20-30 angefanya 100 hours. Akasema afanye 50. Next anaenda kufanya ya 100 hours akifika 28 years. Mama ni aje? Na utaimaliza. Amebakisha masaa machache kufika saa 3 ya jioni ndio tuweze kumaliza hii challenge na tutawa update. Na watu wa Nairobi mkuje Jivanji Gardens. Wale wenye hawajaiona mtu akiagi mti kwa muda mrefu mkuje Jivanji Gardens. Nimesimama hivi nimesikia nimechoka yeye sasa unaweza ona ile pain ana undergo kwa sababu he has to raise funds for his sick brother who is supposed to be taken for treatment. Hakuna shida. So naomba mweze kumsupport. Namba ya simu acha niwapatie namba ya M-Pesa. Unaweza fuliza hata 10 bob, utume 20 bob, 100 bob. Namba ni 0722 244 686. 0722 244 686. Naomba sasa, unajua hapa ni Nairobi, President najua unatizama ama watu wako hapo. President unaweza pitia Jivanji Gardens pia uone hii challenge. Na pia gavana wetu nitamweleza wa Nairobi akuje pia yeye aone mtu wake hapa wa Nairobi. Hii challenge wa support huo kijana aende India atibiwe. Mani aje? Namba ya M-Pesa. Madam mweka. Hata we hug mti. Hata we hug. We, hii ni challenge. We, songa hivi kidogo. Nataka hata huyo hug. Chukua hivi ni challenge.
Imethibitishwa. Imethibitishwa. Iko sawa, haonyeshe hiyo. Hiyo challenge ionyeshe hiyo. Nairobi sasa huyu mtoto nataka ahagi yake ya 10 minutes. Kwa nayo. Wewe acha kuharibu challenge. Hata wewe hagi hapa, kuja hapa. Kuja hata wewe hagi. Nataka nione nani atakaa sana. Nairobi challenge ni wewe photoman piga hiyo. Okota hiyo, very fast. Nairobi sasa challenge ndio hii. Nairobi sasa challenge ndio hii. Na Jivanji Gardens kuna miti mingi, kila mtu atafute moja moja hug. In solidarity of this man. Ama ni aje? Kila mtu hug. Umeona hapa? Wewe msiachilie. So kwa wale ambao mnatizama, this is the 50 hours challenge. Yeye kijana ambaye ako na miaka 14 is trying to create awareness na pia fundraising for his sick brother. Na we have officially taken over this exercise. Hii challenge imechukuliwa sasa na serikali kuu ya gatuzi la Nairobi. Tuhakikishe kwamba kijana anaangaliwa. Tumeleta sasa wataalamu wetu mpaka amalize masaa yake ya 50. Amebakisha around 9 hours. Atamaliza saa 3 ya usiku leo. Kisha akishamaliza tutampeleka kwenye hospitali ya Mbagathi, mahali ambapo pia ataangaliwa na madaktari wahakikishe kwamba ako vizuri kabla aende nyumbani. This young man is 14 years old na aliamua kufanya hii challenge ku create awareness na pia ku raise funds for his sick brother ambaye anafaa kuenda for surgery in India. So na hii ndio challenge ya mwisho. Sisi kama Nairobi tukishafanya, wengine sasa wakuwe creative wakuje na nyingine. Ilikuwa ya majenzi wawili, Trufena na Irongo, na pia Irongo ni Mereni wale tu represent sisi. Na huyu ni jenzi ana represent majenzi jenda ya vijana. Boy child. Na pia naomba sasa wale wenye wako na zile tour companies, kama mnatizama mkuje hapa. Boy child pia ana deserve apelekwe majuu. Kwa wale ambao mko na hizo companies, boy child pia ana deserve apelekwe wapi? Apelekwe Dubai na pia apelekwe State House. Naomba pia Mheshimiwa Rais, kama unaona hii challenge ya Nairobi, unajua hii ni capital city, huyo kijana akuje State House pale atembee na wewe kama vile Mdhoni alitembea na wewe Trufena, so that pia huyo kijana asaidiwe kidogo, hata apigwe picha na president. Tuweke hapa basi. What you do? Naona mimi nimeshika hivi. Tuone kama itamani. Yeke hapa. Sisi mwenyewe hivi. Hapo. So wale mnatizama live, kama serikali kuu ya gatuzi ya Nairobi tumetake over challenge officially. Sasa imekuwa ni mali ya serikali hii sasa. Is a government program now. Kila county ilikuwa na yao, ile ambayo hawawe kufanya wakuje na creativity nyingine. Nairobi sasa tumetake over officially. Tunataka tuangalie afya yake. Pia tuangalie akimaliza vile anapelekwa kwenye hospitali ya Mbagathi. Akishamaliza 50 hours, amebakisha masaa kama 9, na ni kijana mdogo wa 14 years. He is trying to create awareness and also raise funds for his sick brother who is supposed to be taken to India for treatment, and also mweka timer. Nimeanza. Yes, leo niko na huyu ndugu yangu. Huyo ni Steve Gashanja, amehagi mti for 44 hours. Na nimesema kwa sababu anafaa kuhug for 50 hours, amebakisha 6 hours. In solidarity with his brother, he want to fundraise money, 3.5 million to take his brother who is sick in India for treatment. Na mimi nimesema wacha nimsupport hapa for 50 seconds hug, but again I'm calling upon Kenyans to support him, raise that money.
And also I'm appealing to leaders, the 47 county governors, to work on improving our health infrastructure so that we don't have a situation where a Kenyan has to go out there begging for money, calling upon Kenyans to support him to raise money to take their patients to India. We can make our India here in Kenya. We can have our Singapore here in Kenya. I'm also appealing to Kenyans of goodwill, the same way we supported our sister Mudhoni, so that our brother can also be supported. All those travelers agencies come out, support him. Leaders, Nairobi leaders, this is a Nairobian, my MP, my MCA, hata mdosi wangu niko hapa namwakilisha, hata yeye atapitia. Mje mjitokeze, msimame in solidarity na huyo kijana, na pia akimaliza apelekwe State House apatane na president. Pia yeye Boy Child pia afike State House. Unajua hajaingia State House, unaionanga kwa TV, anaonanga State House kwa TV. Huyu ni Gen Z. So we must support him. We must also we also make sure he meets the president as a young person. Is 14 years old. Huyo ni Gen Z ambaye ako 14 years old. Nani Mudhoni ako na miaka ngapi? About 22 mpaka anajua. Na Irungu. Basta Irungu. 30. Ako updated. Ako na hiyo information. So again, I'm appealing to Nairobians. Huyu kijana vile ameagi mti, msikate miti. Yes. Yeyote asikate miti na mpande miti, kwa sababu miti itatusaidia kusafisha hewa na pia itatusaidia kupunguza magonjwa ya upper respiratory diseases. Ni hayo tu kwa leo. Nimemaliza challenge yangu ya 50 seconds, lakini tumebakisha 6 hours tumalize ya Steve.